Je, umewahi kusikia kuhusu asali ya dhahabu inayoweza kumpa mtu utajiri na heshima papo hapo? Lakini vipi kama asali hiyo inalindwa na nyuki waliorogwa wanaosikia wimbo wa siri tu? Usiondoke hadi mwisho wa hadithi hii. Na kama unapenda hadithi kama hizi, bonyeza subscribe sasa ili usikose simulizi nyingine tamu zaidi. Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi za kusisimua na za mafunzo kwa familia nzima. Katika kina cha msitu mzito kulikuwa na mti mkubwa wa baobabu wenye umri wa maelfu ya miaka. Ndani yake kulifichwa asali ya dhahabu, asali iliyong'aa kama jua. Lakini haikuwa rahisi kuipata. Nyuki waliolinda asali hiyo walikuwa wamerogwa. Hawakushambulia mtu yeyote isipokuwa yule aliyeshindwa kuelewa siri yao. Wimbo wa kipekee wenye mdundo wa ajabu. Habari za asali hiyo zilimfikia Fisi, ambaye alikuwa mchoyo na mwenye tamaa kupita kiasi. "Leo nitakuwa tajiri," alisema kwa sauti ya kiburi. Alipofika kwenye mti, Fisi hakutaka kufikiria, alitaka nguvu tu. Alikusanya kuni na kuwasha moto chini ya mzinga. Lakini kilichofuata kilimshangaza. Nyuki walitoka kwa wingi wakimshambulia kwa hasira kali. Fisi alikimbia huku akipiga kelele, "Ah, nimeungua, nimechomwa!" Alishindwa vibaya. Sungura aliyekuwa akichunguza kwa mbali aliona yote. "Tofauti na Fisi, mimi sitatumia nguvu," alisema kwa tabasamu la ujanja. Alikaa kimya na kusikiliza. Ndipo akagundua kitu cha ajabu. Nyuki walikuwa wanacheza hewani kwa mpangilio wa mdundo, kana kwamba wanaitikia wimbo fulani. Sungura akatambua, hawa nyuki wanaitikia wimbo maalumu. Sungura alimfuata Fisi aliyekuwa bado anaumwa na kuvimba. "Aisee Fisi, niligundua njia ya kupata ile asali," alisema kwa sauti ya hila. Fisi akasema kwa haraka, "Niambie sasa hivi." Sungura akasema, "Unahitaji kuimba kwa sauti kubwa sana ili kuwavuta nyuki. Fanya mazoezi hapo." Fisi akaanza kuimba vibaya. "Ah! Oh! Sauti yake ilivuruga msitu mzima. Lakini huku Fisi akiimba kwa nguvu, Sungura alienda kimya kimya kwenye mti, akaimba wimbo sahihi kwa sauti ya chini. Na cha ajabu, nyuki walitulia, wakafungua njia. Sungura aliingia ndani ya mti na hapo akaiona asali ya dhahabu iking'aa kama hazina. Alichukua kiasi cha kutosha, akatoka salama bila kushambuliwa. Wakati huo, Fisi bado alikuwa anaimba kwa sauti ya ajabu hadi akachoka na kuanguka chini. Alipogundua amechezewa, ilikuwa tayari amechelewa. Akili na subira hushinda nguvu na pupa. Tamaa na haraka vinaweza kukuangamiza. Ujanja ukiwa na busara huleta mafanikio. Kama umeipenda hadithi hii, basi subscribe kwenye Tunu za Kiswahili sasa hivi ili upate hadithi nyingine zenye mafunzo na kusisimua zaidi. Andika kwenye comments, wewe ungekuwa nani? Fisi au sungura?